Hallelujah. I am honored to be here. I am honored to stand before you. Ninapenda kumshukuru baba yetu Reverend Kokonyo pamoja na mama kwa ajili ya nafasi hii ya mchana huu. Ninashukuru sana. Lakini pia ninapenda kumshukuru our chair lady. Thank you so much, ma'am. God bless you. Lakini pia ninapenda kushukuru wachungaji wote walioko mahali hapa. Mungu awabariki sana wachungaji. We love you and we honor you so much. God bless you so much. Hallelujah. Kama nilivyotambulishwa, my name is Beatrice Mwasamwaja. The other name is a bit hard. But Beatrice najua ni rahisi, kila mtu anaweza kulisema. Hallelujah. There will be a lot of Kiswahili today. A lot of Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini tunaamini Roho Mtakatifu atatusaidia kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want to speak about the position of a woman in the kingdom of God. The position of a woman in the kingdom of God. Every woman has an assignment in the kingdom. Kila mwanamke ako na kazi katika ufalme wa Mungu. Usiseme mimi sijui kuimba, but you can clean the church. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme mimi sijui kujenga, but you can give your money. Every woman has an assignment in the kingdom of God. Na ndiyo maana Biblia ikimwangalia mwanamke inasema mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke anaonekana kama ni jeshi kubwa kwa sababu the ability that God has put in us ni kubwa. Ukimpa mwanamke kazi afanye, hawezi kukuangusha. Ukimpea jambo alisimamie, atalifanya kama ni la kwake. Na ndio maana hata mwanamke akienda kwa nyumba ya mwingine, hawezi tu akakaa hivi. Ataona aibu, ataamka, atashika vyombo. Si ndio? Atashika fagio. Tunasemaga mwanamke hana ugeni. Ukienda hauwezi tu ukakaa hivi eti na mimi ni mgeni. Lazima utashughulika kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu that is our nature. That is how God created us. God has empowered us so much. Na ndio maana ukimkuta mwanamke amesimama katika nafasi yake in the kingdom of God, that is a dangerous woman. Usicheze na huyo mwanamke ambaye amekaa katika nafasi, huyo ni wa hatari. Lakini pia ukikutana na mwanamke ambaye pia anatumika in the other kingdom, is also very dangerous. Kwa shetani naye akiamua kugeuza, anageuza kweli kweli. Huyo mwanamke anakuaga ni kitu cha ajabu. Kwa sababu ule uwezo wa kiungu ndani yake unaenda kutumika kwa upande mwingine, inakuaga ni double portion. Ndio tunashangaga huyu yukoje? Ndio maana hata Biblia inasema usiache mwanamke mchawi aishi. Kwa sababu wakiwaga wachawi ni hatari. Haisemi usiache mwanaume mchawi, mwanamke mchawi. Wanakuwaga ni wabaya. Wabaya. Lakini sio sisi. Hallelujah. Sisi wote ni wazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu ya ule uwezo na ile nafasi that God has given us. Na ndio maana check in our families. In a house or in a home, when a man leaves early, a woman can stand. Anaweza akasomesha watoto. Anaweza akafanya miradi. Nyumba ikasimama na ikaendelea. Lakini angalia mwanaume akifa mapema. Angalia mwanamke akifa mapema. Hiyo nyumba huwa inakongoroka. Na ndio utakuta wanaume wengi wanakimbilia kuoa. Kwa sababu hawawezi kukaa wenyewe. Something is missing. Yule mtendaji hayupo.
There are lots of gaps in the house. Anaona hawezi kumanage. Ndio maana mwanaume atakimbilia kuoa haraka, so that the gap can be filled. But a woman anaweza akakaa widow for years na maisha yanaendelea tu vizuri. Anafanyaje hata usitaki kujua. Kuna wengine hawana hata kazi lakini wanasomesha watoto. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor, wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukiona watoto wako vizuri, jua ni kazi ya mama. Mara nyingi baba huaga wana provide. Na ndio maana Biblia inasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Ni mzigo wa mama yake. Mtoto mpumbavu anakuwa ni mzigo wa mama. Lakini anasema mwana mwerevu ni fahari ya babaye. Yaani baba yuko hapo tu kupokea fahari. Mtoto akilebika, unaona mtoto wako huyo. Mtoto wako amefanya hivi. Mtoto wako, utafikiria sio wa kwake. Ni mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, naona kuna watu na waacha. Si ndio? Kiswahili kingi kinaacha watu. Ama tupate mkalimani. Tuko sawa? Mimi mwenyewe najishtukia na Kiswahili kingi. Nilikuwa namwambia mwalimu Pastor Mary kwamba sisi uko Tanzania tangu tukiwa wadogo tunafundishwa tu Kiswahili. Tunaanza kujua Kiingereza tukiwa sekondari. Sasa unaanza kupewa ile tag ya speak English. Sasa how do you speak English? Sekondari. Huko kote ni Kiswahili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mara nyingi hata katika malezi, the burden is on a woman. Wewe ndio unahangaika kulea mtoto. Wewe ndio unaamka usiku kuombea mtoto. Wewe ndio unafunga kwa ajili ya watoto wako. Because the burden is on you. Mtoto akiwa mpumbavu ni wewe. Mtoto akishindwa maisha ni wewe. Mtoto akipata mimba ni wewe. Mtoto akivuta bangi ni wewe. Mtoto akishindwa darasani ni wewe. Sio baba. Praise God. Hallelujah. So the position of a woman in the kingdom of God. Wakati Mungu, when God was creating a man, alisema na tufanye mtu kwa mfano na sura yetu, in our image and likeness. In the image of God, we look like him. And in the likeness of God, we act like him. Praise God. So whatever that we have, however that we are, has to reflect the image and likeness of God. Unajua siku hizi ni ngumu sana hata watu kutambua walokole. Si ndio? It has been so difficult. Zamani mlokole utamjua tu kwa kumwangalia. There's a way to they talk. Unajua tu huyo ameokoka, si ndio? But siku hizi ni ngumu. Kwa sababu kukitokea ugomvi hapo mtaani, wewe ndio wa kwanza kwenda kugombana. Ikitokea fashion mpya ya nguo ninayo, tunakimbizana na pattern of the world. Kwenye makundi tupo, ambayo hata hayamtaji Kristo. Tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna tofauti. The image and likeness of God is nowhere to be seen. Ni ya kutafuta mpaka mtu aseme my name is so and so, I am born again. Ndio tunasema you are also born again. But wewe kwa matatu mtu akukanyage, hiyo hasira inawakaga hivi. Nisafishe
nisafishe, umenikanyaga. Hata hapo unasahau kama ni mlokole, alafu ndo unarudi, God forgive me, forgive me. The image and likeness. Am I like him? Do I act like him? Do I speak like him? You know what happened? When Petro, wakati ile usiku Yesu alipokuwa anakamatwa, Petro was hiding. He was hiding. Alikuwa anamdeny Yesu. Kila akiulizwa anadeny. Lakini akakamatwa. Akaambiwa, the way he speak is like him. The way he talk is like him. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Petro has been spending time with the Lord. Has been learning from him. So the more you spend time with him, you become like him. Na ndio maana hata watu waliokuwa kwenye ndoa, the more they stay together, they start to look alike. Wanaanza kusema nyie mbona mnafanana. Lakini mwanzoni walikuwa hafanani. Kwa sababu the more they stay together, the intimacy, wanaanza kuingiana. Bwana Yesu asifiwe. Au hata wewe uko na rafiki yako, uko na yule shoga yako, mmetembea pamoja hadi mnaambiwa mnafanana, kwa sababu mmekaa pamoja. Kwa hiyo ili ile image and the likeness of God iumbike ndani yetu, lazima tuwe watu wa kukaa na Mungu. Lazima tuwe watu wa maombi. Lazima tuwe watu wa kujikana na mambo ya dunia na kuambatana na mambo ya kimungu, so that we become like him. We act like him. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anategemea akiangalia ndoa zetu, aone his image and likeness. But imagine kuna ile saa tunapoambiaga maneno magumu hawa wa baba. Ndio maana hata Biblia inasema sisi wa mama wanawake, wives, tusiwe wahubiri huko nyumbani. Acha wahubiriwe kanisani. Anasema matendo yetu ndio yawavute. Hallelujah. How we live, how we act, how we behave, hayo ndio yawavute kwa Yesu ambao sisi tunatembea naye. Na ndio maana kila mara ukijaribu kuhubiri mnagombana, kwa sababu sio kazi yako. Kazi yako ni kuishi kama Yesu, kuishi kama Kristo. Alafu yeye amuone huyo Yesu kupitia wewe, alafu ndio amfuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Paulo anasema follow me as I follow who? Christ. So as you follow Christ, na yeye lazima akufuate wewe. Kwa sababu anaona a good example. Mungu atusaidie. Kwa sababu kinachotuangusha wanawake wengi ni mdomo. Maneno. Wanasemaga mwanamke ukimpa neno moja atakupa sentence. Hawezi kukurudishia neno, is a sentence atakupa. Na ukimpa sentence wanasema atakupea paragraph. Because there must be an addition. Na kama ni paragraph wanasema atakupea nini? Kitabu. A book or a page. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ni maombi yangu leo Mungu atuketishe katika nafasi zetu. Kila mtu kuna mahali Mungu amemweka. Bwana Yesu asifiwe. But it has been a battle kukaa kwenye hiyo nafasi. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu anapoangalia kila kitu chetu, anataka kibebe his image and his likeness. I read from Genesis 1 from verse 26. Anasema, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth,
and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female he created. Then God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. And God said, see, I've given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth. And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be food. Verse 30. Also to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food. And it was so. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So we can see the position that God gave Adam and Eve in the Garden of Eden. Akawaambia, be fruitful, multiply, have dominion. Aliwapa kila kitu. Wastarehe. Na ndo tunaambiwaga haya ndio maisha Mungu alikuwa ametuumbia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma Genesis, tunaona in the midst of all that, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu in the image and likeness ya kwao, there is a position ambayo Mungu alimweka mwanadamu ya juu. Alimweka katika nafasi ya juu ya kutawala, ya kumiliki, ya kuongezeka, ya kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kilichotokea katika bustani ya Eden. We see an enemy, we see a snake creeping in. Alafu anamuuliza Eva, eti, did God told you not to do this and this and this? Na unajua siku zote mtu anayetafutaga umbea waga anakujaga na kiulizo, eti, hivi umesikia hivi na hivi? Haiwagi ni sentensi kwamba yeye ni hivi na eti. Yani anatafuta more stories. Sijui unanielewa? Si ndio? Au ni mimi tu ndo waga nafanyaga hivyo jamani? Anakujaga na eti, hivi umeona fulani? Eti, umesikia hivi na hivi? Na ndivyo hivyo nyoka alienda. Na akajua akienda kwa Adamu akimwambia eti, Adamu angemkimbiza. Lakini akajua kwa sababu hawa wanapendaga mambo ya eti, ndio akaenda hapo, ndipo mlango ulipofungukia. Akajua hapa lazima nitapata story, nitapata details. Mazungumzo yakaendelea. Lakini ukiangalia katika mstari, shetani alichokuwa anakitafuta, alikuwa mtafuti Adam, wala alikuwa mtafuti Eva. The devil was after the position that God gave them. Na ndio maana ukisoma neno la Mungu katika Biblia, the first thing that God is asking when he got into the Garden of Eden, alimuuliza Adam, where are you? Because where I placed you, I don't find you. Your place of increase, you are not there. Your place of multiplication, you are not there. Your place of rest, you are not there. Where are you? The devil tricked them. Akawaondoa katika ile nafasi ambayo Mungu amewaweka. Akawapeleka kwenye shida. Akawapeleka kwenye struggles. From there, that's when we see Adam anaambiwa kwamba utakula kwa uchungu. Lakini kabla hapo aliwaambia have dominion over every creature. Wewe ndio utatawala na kumiliki kila kitu. Akaambiwa hadi na mimea utakula. Lakini baada ya hapo tunaona
ya kwamba Adamu anafukuzwa. Why? Kwa sababu ya ile nafasi yao ilikuwa wamenyang'anywa. Walikuwa wameondolewa katika nafasi. Listen to me. The devil is not after you. The devil is after the position that God has placed you. Shetani anataka tu hiyo nafasi. Hana shida na wewe. Ameshika hilo tumbo la uzazi kwa sababu anajua watoto uliobeba sio watoto wa kawaida. Anajua kwamba hao watoto wataenda kumponda kichwa. Na ndio maana ukiangalia neno la Mungu, every woman who was barren in the Bible did not give birth to just mere kids. Kings. Na watoto wa kusudi ndio walikuwa wamebeba kwenye hao matumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na saa nyingine kama hujakimbilia kwa madaktari, anza katika kiroho. Check with what is happening. Kama hujakimbilia kwa madaktari, anza kwa daktari mkuu ambaye ni Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utakuta mtu anasema mimi ofisini hawanipendi. Ninaama ofisi hii, ninaenda ofisi nyingine. Ngoja nikwambie, it is not about you. It is about the position that you are. Adui anajua kwamba ukikaa katika hiyo ofisi utafanikiwa kiuchumi. Na ukifanikiwa kiuchumi, wewe ni baraka katika huduma. Anajua tu ukiinuka kiuchumi, kanisa litaendelea. Kwa hiyo unashangaa wewe kila ofisi unayohamia unapigwa vita. Unasema mimi hawanipendi, mimi wananisema. It is not about you, sweetheart. It is about the purpose. It is about what you are carrying. Hicho ndio shetani anachokiogopa. Shetani huwa hana habari na watu wa kawaida. Shetani huwa hana habari na watu wa kawaida. Wale watu waliobeba kusudi. Wale watu ambao wanajua hawa nikiwaachia sitatulia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tusichukulie maisha kirahisi sana. Tusichukulie maisha kimwili. Hatutashinda mambo ya mwilini kwa sababu vita yetu iko rohoni. Anasema vita yetu sio katika nini? Damu na nyama. Ni katika nini? Katika falme. Wakuu wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. We do not wrestle on the flesh. Na ndio maana forget about winning a spiritual battle that you want to win in the physical. You will not win. Hutashinda. Utakuta kuna mtu anaenda kupigana na mpango wa kando. Shame on you. Unaenda kupigana ngumi. Au unaenda kumvaa, yani atanikoma. Unachukua dina yani huko kwetu Huko kwetu mtu anachukua hadi na shoga zake. Mnajua mashoga Anachukua na rafiki zake. Alafu tunaenda na tarumbeta. Tunaenda kumsema. Kwani unatembea na mume wangu? Kwani hivi usijui unanielewa? Saa nyingine hadi tunamtengenezea na keki. Achana na mume wangu. Hatunaga jambo dogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikwambie kitu mwana wa Mungu. Vita ya rohoni usipigane mwilini. Hiyo vita hautaiweza. Hiyo vita hautaishinda. Ni lazima tupigane katika roho. Ni lazima tupigane katika roho. Unapokaa katika roho, Mungu atakusaidia kujua namna ya kupigana. Kwa sababu kwa maana ya kwamba ulishinda jana kwenye vita ya maneno, usitegemee leo pia utashinda kwa kutumia maneno. Kwa sababu kila vita ina silaha yake. Kila vita ina namna ya kupigana. Ndio maana ukisoma katika Biblia, hata wana wa Israeli, kuna wakati Mungu aliwaambia simameni mtauona wokovu wa Bwana. Kuna wakati Mungu aliwaambia kwamba mkazunguke Yeriko huku mkicheza na kunipigia sifa na ule ukuta utaanguka. Kuna wakati akawaambia nendeni mkapigane. Hata David mwenyewe, Daudi alikuwa ni mtu wa vita, lakini hakuwa anakwenda kichwa kichwa. He had to ask. Anamwambia Bwana niwafuatie. Should I go? Anasema nitawafuata. Mungu anamwambia nenda. Ni hatari ukaenda mwenyewe. Ni hatari ukaenda mwenyewe.
kwa sababu hiyo vita hautaiweza. Haleluya. Daudi anasema katika Zaburi, yeye ni Bwana anifundishaye mikono yangu vita. Bwana Yesu asifiwe sana. So there's a training in the spirit ya wewe kupigana na kushinda hizo vita. Hallelujah. There is a training in the spirit. Na mara nyingi trainings are not public. Praise God. The times that you are toiling in the spirit, the times that you are spending time with God, the time that you are waking up and pray, the time that you are sacrificing, those are training. You might not see the result on the time, but the more you do it, Mungu anaendelea kuimarisha mikono yako. Mungu anaendelea kukupa maarifa. Mungu anaendelea kukusaidia. Siku ya siku inafika, anakuambia mwanangu, sasa inuka, pigana, kwa maana mimi niko pamoja na wewe, kwa maana nimeshakushindia, nimeshaenda mbele yako. Bwana, ninajua matendo yako kwamba ni mema. Umekuwa ukiamka usiku kwa usiku ukipigana. Umekuwa ukiamka usiku kwa usiku ukiomba. Now rise up and fight. You have to go through training. Na silaha ya kwanza, mwanamke, listen to me very careful. Silaha ya kwanza ni utulivu. Inapokuja dhoruba, mwambie Mungu, nipe utulivu. Kwa sababu wanawake waga tunaendeshwa na feelings. Feelings ndio huwa zinatuendesha. Yaani kikitokea tu jambo, ninataka nikikamia hapo hapo. Hapo hapo, sahi. Yaani nimeshachemka hivi. Leo atanikomba. Nitamsubiria hapa getini na aingie ndani. And God is watching. Unajikuta unarudia madarasa. Ilo tatizo aliishi. Because you have not decided to graduate. Unataka kupambana na Roho Mtakatifu. Saa ingine Roho Mtakatifu anaongea, nyamaza, funga mdomo. Hapana, amezidi. Au jamani, ni mimi tu Roho Mtakatifu ananisemaga? Yaani saa ingine kitu kinataka kutoka hivi, unakunywa maji. Unakunywa maji kishuki huko kirudi. Maana inakaga. Unajua kuna kitu kinakaga hapa. Nyie labda mjawahi kupata maudhi. Kinakaga hapa. Leo ndio leo. Unataka kutoa neno moja. Na unajua mwanamke ukitoaga tu neno moja inakuwaga ni kali sana. Yaani waga ni bora tunyamaze. Ndio maana we have to be very careful what we allow to come out of our mouth. Kwa sababu we have the power of creation within us. Unaendelea tu kuumba kwa watoto wako. What are you creating to your children? What are we creating in our marriages? Praise God. Hallelujah. Na ndio maana kama mwanamke ni vizuri sana kutembea na Roho Mtakatifu. Huwa inatusaidia mno. Mtu anataka, yani kuna kakitu kakaniambia, sio kakitu, ni Roho Mtakatifu. Yani nilikuwa nataka kwenda lakini kakitu kakaniambia usipande hiyo gari. It's the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka tuangalie nafasi ya kwanza. Naona muda wangu umeisha. Nitaenda haraka. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya kwanza Mungu alimpa mwanamke ni nafasi ya uombaji unaoleta matokeo. Mwanamke anaposimama kuomba, huwa anapata results. The problem is we give up too early. Tunaga tunachoka. Wewe imagine kama wewe unaweza kuomba na ukazuia Mungu asijibu mume wako. Anasema tunafanya maombi yao yasifanya nini? Yakazuiwa. Maombi yao yasijibiwe. So you can imagine the power that is within us when we decide to pray. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. When we decide to pray. Is to every woman. Singles mpo mahali hapa. Single ladies mpo. Hata na nyinyi ni muombe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinaitwa maombi ya akiba. Daudi anasema, early will I seek thee.
early will I seek thee. Early sio lazima ni asubuhi kwamba kumekucha. The time ambapo hauna majukumu. The time hauna mambo mengi. That is the time to seek him. That is the time to pray. That is the time to give your life for him and to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ukishakuwa mama, ukishaolewa, una watoto wanakusubiri. Una kazi inakusubiri. Una mzee, una usiku unataka kuomba, mzee naye anakusubiri. Unafanyaje? Sijui mnanielewa. Mambo yanakuwa ni mengi. Bado sijui msichana wa kazi amesumbua. Bado sijui mama yako huko nyumbani amefanya nini. Bado sijui the in-laws. Mambo ni mengi. So just be like David. Early will I seek thee. Wakati uko tu mwenyewe. Put your life in order. Biblia inatuambia kwamba the disciples, they gave themselves to the ministry of the word and prayer. When you are single, it is the time to give yourself to the ministry of the word and prayer. I want to assure you, when you're a prayerful person, diligently, Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukutupa. Hautaangukia kwa mikono ya watu wabaya. Hautaangukia mahali pabaya. Kwa sababu the Holy Spirit in you atakusaidia. Why? Because you spend time with him. You read the word. You pray. You live a holy life. Weka maombi ya akiba. Kuna wakati utataka kuolewa. Utaanza kumwambia Mungu, sasa ni nani? Wako 5. Niende kwa nani hapa? Inakuwa rahisi kwa sababu gani? Umeshaweka akiba. Watu wengi wana struggle inapofika kwenye eneo la ndani wa kuolewa naye kwa sababu wanakurupuka. Yaani mtu ndo umri umeshafika ndo anaanza kufanya yale maombi hapo. Na sasa akiwa anafanya maombi kwa wakati huo. Na mara nyingi maombi ambayo yanakuwa hivi, unakuwa uko katika time zone. Hata waga anachukuaga muda kujibiwa. So if you can start early, start early. Start early. Kwa sababu hauna kitu kinachokushinda sasa hivi. Utasema una majukumu mengi. You can plan your time. And be in prayer. Be in the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo neno litakutengeneza, na hilo neno litakusaidia kuwa bora zaidi. Hallelujah. Kwa tunaona nafasi ya kwanza ni maombi. Kwamba Mungu ametupa uwezo wa kuumba jambo letu kupitia magoti. Whatever that you want, you can create it in prayers. Unaweza ukatengeneza future ya watoto wako. Unaweza ukatengeneza future ya maisha yako na mume wako. Unaweza ukaumba whatever that you want. Unaambia Mungu, kama nguvu ya uumbaji iko ndani yangu, I can create anything else. Na unakomaa. Let me tell you one thing. Mtu anaweza akasema mimi siwezi kuomba muda mrefu. Sio lazima uombe muda mrefu. Unaweza ukaanza kidogo kidogo. Unaweza ukasema kila siku nitakaa dakika 5. I'll just pray for 5 minutes. Every day. And you be faithful on that time umejiwekea. Utasema labda mimi huwa naamka saa 11 kwenda kazini. Nitaamka saa 10:30 au saa 10:50. 4:50 I'm up so that I can spend time with God for that like 5 minutes. Ukifanya kila siku, you gain momentum. Utashangaa siku itafika, utaomba lisali moja. How did I get here? Ni kwa sababu ya kidogo kidogo umegain momentum ulivyokuwa unaomba. And one secret about prayer is consistency. If you pray today and then you don't pray, you come to pray after 1 week or 1 month, hautaona results. But when you are consistent over a matter, ni rahisi kuona results. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I know we can do that. Amen. Kwa sababu kila mtu ana kitu cha maombi ndani yake. Hallelujah. But also God has put in us
the grace to increase and multiply. Mungu ametupa kuongezeka. Mwanamke hawezi kukaa mahali na vitu visibadilike. Na ndio maana anasema apataye mke apata kitu chema. Anasema ajipatia kibali. Maana yake kibali kinaleta maongezeko. After you are marrying to that man, tunategemea huyo mwanaume abadilike. Si ndio? Hata kama hajaongezeka kifedha, basi hata aongezeke kitambi. Tujue there's a woman cooking. Yani there must be an addition. Kwa sababu we have that grace. Bwana asifiwe. Yani lazima kitu kiongezeke kwake. Kwamba ukija kumuona tena after some time, usimuone ni yule jamani tulioana siku ya kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Na mabadiliko yoyote tunarudi tena katika pointi ya kwanza, kupitia maombi. Mwambie Mungu, mimi ni kibali. Mimi ndio kibali. Why am I not seeing the results? Ninakosea wapi? Kwa nini maisha ya huyu baba, tangu mimi nimeingia kwenye maisha yake, ndio maisha yake yamekuwa mabaya? Sasa unaanza kutafuta mchawi ni nani? Ndio hapo sasa baba anaanza kukudharau. Yani, nilivyokuwa single maisha yangu yalikuwa mazuri sana. Ila ulivyokuja. Such cases lazima tusipeleke mbele za Bwana. Tumwambie Mungu hapana. There has to be a difference. There has to be a difference. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tukimwangalia katika Biblia, the Samaritan woman, yule mwanamke, she brought the whole town to Jesus. Come and see you. Na kama tunavyojua sasa hivi tuko kwenye soul winning. Sisi tunatakiwa tuwe wa kwanza kuwaleta watu kwa Yesu. Sisi tunatakiwa tuwe wa kwanza kujaza hili kanisa. Hebu imagine. Unajua watu wanaofanya our network marketing, network business and network. Tunawajua. Those people, they are gifted with the power of conviction. Yani wanaweza wakakuconvince. Wakakuconvince. They are gift. That is a gift. Wanaweza wakakuconvince na ukaingia box. Na watu wengi wameingia kwenye hizi biashara alafu wameshindwa kuendelea. Wengi tu mtu ameingia lakini ameshindwa kuendelea. Ametafuta hela, ameweza kujienroll akajiunga, lakini kuendelea ameshindwa. Kwani kwa sababu ile kitu haiko ndani yake. Alikutana na mtu akamconvince, akaingia kwa hiyo business. How about each one of us? Kwa hii nguvu ambayo Mungu ametupa, kila mtu hapa aamue kwamba huu mwaka nitaleta mtu mmoja hapa kanisani. We become the Samaritan woman. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. But also to uphold, ninaenda haraka. Muda wangu umeisha sana. To uphold the work of God in finances. Bwana Yesu asifiwe. Angalia neno la Mungu katika kitabu cha Luka 8 mstari wa kwanza. Luke from verse 1, now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him, and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons, and Joanna the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for him from their substance. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba ni wanawake ndio waliokuwa wanahusika na huduma ya Yesu. Ni maombi yangu Mungu atubariki sana huu mwaka. Sana kwenye uchumi. Mungu atubariki sana ili tuweze kubeba hii huduma. Tuna ujenzi huu mwaka.
Mungu lazima atupe fedha. Mungu lazima atubariki. That is the reason, remember God, for your kingdom. For your kingdom. Tumenunua plot. Sasa tunataka kuanza kujenga. Na tunahitaji fedha. God, you must bless me. You must bless me. Unajua kuna watu wengine Mungu atujibu maombi yetu because of the reasons. Mtu anaambia Mungu nipe gari, majirani watanikoma. Hilo gari utalipata? Ulipati? Mungu anaangalia moyo. Mungu nipe kazi. Na mimi niamkie asubuhi nipake lipstick nitoke ndani ya nyumba. Lipstick. Mungu anakuambia kaa hapo. Until your wish align to my will, ndipo nitakupa. Na ndio maana Mungu ilibidi ampe Hana mtoto. Hana was very strategic. Akamwambia Mungu, if you give me a son, I will give it to you. Mungu akasema, aha, this is a deal. Why not? Lakini siku zote Hana alikuwa anamlilia tu Mungu. Mungu nipe mtoto. Huyu Penina ananisema, mimi sina mtoto. Yeye ana watoto wengi, mimi ndio sina mtoto. Mungu anamwangalia tu. Miaka na miaka Mungu anamwangalia until akamwambia Mungu, I will give you. If you give me, I will give you. Mungu akasema, this is a business I'm willing to trade in. Akatoa. Samuel akazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. So whatever you ask God, whatever you pray for, lazima uangalie nia yako. Nia yako imekaaje? Usitaki tu kuolewa kwa sababu unataka ufanye hivi. Unajua zile picha wanafanyaga hivi. With that reason it will not happen. Mwambie Mungu, my marriage for your kingdom. My marriage for your glory. My. Unganisha chochote kile na Mungu. Unganisha whatever you are asking with his agenda. With his agenda. He will do it. Hawezi chomoa. Kwa sababu Mungu anafanya kazi kupitia sisi. Kwa hiyo akiona mlango umefunguliwa kwa ajili yake, yeye anafanya nini? Anaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nafasi nyingine, deliverer. Ukimwangalia Esther 4:14. Lakini pia we have Deborah, the strong women in the Bible, the judges. Deborah 4:8-9. Can praise team come? Sio lazima uwe deliverer kama Esther. Sio lazima uwe deliverer kama Esther. But when your house is burning, you have to stand up and say, as times as this. Such a time as this. Ni aibu. Mama unakula January to December. Ni aibu. You don't have time to fast. You don't have time to pray. Ni aibu mama unalala kuanzia saa 4 mpaka saa 12 asubuhi. Woi. Halafu watoto wanakuja na ripoti za ajabu unashangaa. Wewe naye akili yako haifanyi kazi. Unakuoga wapi darasani wenzako wakifundishwa? But what have you been doing at night? There are transactions that are happening during the night. Spiritual transactions. Na ndio maana kuna watu wanalala na hawaamki. What has happened? Mtu amelala ni mzima. Haumwi lakini haamki. Asubuhi amekufa. What happened? There are transactions in the spiritual realm. Huwezi kulala. You have a destiny upon your head. Na unajua unapokuwa mama, kila mtu anakuangalia wewe. You cannot afford to be lazy. You have to be that army for the Lord. You have to be the soldier in the kingdom of God. For the sake of your generation and your generation for their children.